Hakika mahali hapa hata hii masaa tungekuwa ona masaya ona videti yote bakura kenye tumefanya tumesoea Mungu kila tukirogira tukite kumusoea tu na tumeona kila kitu ni kawaida tena kila ndondo kwa ile ninasanena na mtu na ukose kunielewa wewe unaona mtu ile kumbelewa lakini nasema wakati utafika katika mji huo lakini ni utalielewa ni kama sio tuni wakati utakapotoka kwa mwili huu ila mwenu wakati utatoka katika dunia hii ila mwenu hapo ndipo utakumbuka umuhimu wa crusade hii Kang'ethokani. Hauna lilikana crusade ya Kang'ethokani. Lakini kwa sai unaweza fursa. Lakini vindani wewe rawe. Neno la Bwana linasema nitaangalia sia. Hata wakati wa Nuhu, ona vindana Noa. Nuhu wakati alikuwa anaambia watu John tujenge safina. Vindana Noa yangu wakati atangalawa. Neno la Bwana linasema nitaangalia sia. Walikuwa wanachukulia ni kawaida. Unamuona nongo. Hata walikuwa wanakaa vikao. Ona mekala sikalo. Wanaanza kuulizana kwani huyu Mungu ambaye ananenea Nuhu makuna ngayone ya Noanu ako wapi? Aiba. Na ni kwa nini anatuambia kutakuwa na mvua kali? Na nicho kutoka leo kwa na mvua nene. Na hivyo hatujaiona. Na tunaona na mvua su. Bwana asifiwe. Wewe ndata wewe. Neno la Bwana linasema wataangalia asante. Na wakaendelea na shughuli zao. Na mwendo na maondomo kama kawaida. Neno la Bwana inasema na wakaendelea kuoa na kuolewa. Na mwendo na kutana na kutawa. Na wakaendelea hata kwenda kwa mashamba na kufanya kazi zao. Na mafia na miondano na kusimba. Haleluya. Amen. Nuhu bado anawaambia njooni tujenge safina. Noa aende na kwa soka hicho akangalawa. Lakini walikuwa wanampusa. Lakini wana maana kibodya. Bwana asifiwe. Amen. Wanasema ni mvua gani hiyo inazapita mtu huyu mrefu? Maikule ya nikijika abu kama tu yai. Kwani huyu mtu kichwa yake ni nzuri. Mandika kwa sio na ndoka we. Bwana asifiwe. Amen. Lakini wakati mvua ilinyesha. Lakini lambu ya wiye. Hapo ndipo walijua umuhimu wa Nuhu kuongea na wao. Kwa hiyo kwa mama nye kitubi cha wako nena na Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Kwa sai Mungu ameniinua kama Nuhu wenu. Ndani ngaya mukile topa Noa. Ili niweze kuongea na wewe. Nikalani tutakonana nako. Nikwambie tubu na urudi katika njia. Nikalangu ubala na usio kanziani. Ufalme wa Mungu umekaribia. Nundu simbo wanga ino mthenge yu. Wapendo wacheni kuzoea Mungu. Ando kaiko kwa ano kumanianga hii. Wacheni kuzoea Mungu. Kaiko manianga hii. Wapendo tumekosa kumuona Mungu tu tumemzoea. Tulete kwa ngani ndio tumemaniete. Na tumemkataa. Na ndio Bwana asifiwe. Wakati Mungu anatafuta walio wake, unaenda yuko mandala make, wanamkataa, wamempuuza, hata saa ingine wanamtusi, hata saa ingine wanamtemea mate, pasipo wao kujua. Lakini wakati utatoka kwa hii mwili, na wakati utatoka katika dunia hii, hakika ndio utajua ulikuwa unadharau Yesu. Hapo ndipo utajua ulipuuza huyu Yesu. Hapo ndipo utajua ulikuwa unatusi Yesu. Wakati anatumana kunena na wewe, wakati anasema rejeni, nyinyi mnasema wachaneni na hao watumishi wanahitaji washirika. Ila kwa sasa hivi aseme wakasia tuko nyame ndoa ashirika. Ndoa hivi. Sisi hatuyuko hapa juu ya washirika. Tuna ndoa hivi. Nimekuja kukuambia mapenzi ya Mungu. Nienda kwa tabia kwenda kwanga hii. Haleluya. Amen. Na ninataka kukuambia kitu moja. Nienda kwa tabia kwenda kwa. Wakati utatoka katika
dunia hii, siku yako inakuja. Jua wakati jua inatua, na wakati asubuhi inafika, jua ya kuwa ndio wakati wako. Siku zako zinayoyoma hapa duniani, unamkataa huyu Yesu. Ole wako wewe unayepuuza neno la Bwana. Wewe unapuuza neno la Mungu, unapuuza Mungu mwenyewe. Wakati unasema wachana na hao, sisi tunatuambia achana na wao. Unasema wachana na huyo Mungu. Na nilikuwa nanenea watu waachilia watoto wao waabudu Mungu. Vile Roho wa Bwana alikuwa ananielekeza. Lakini watu bado wanaambia watoto sitaki kukuona hata kwa hiyo crusade. Nikikuona kwa hiyo crusade toka kwangu. Unajua si mtoto wako unamwambia hivyo. Unaambia Mungu mwenyewe, Yesu mwenyewe. Ukienda kwa hiyo crusade yako, sikutaki kwangu. Kwa hivyo ulifukuza Yesu kwa boma yako kitambo. Haleluya. Amen. Natawa Yesu. Haleluya. Amen. Watu walifukuza Yesu kwa maboma yao kitambo. Na ndio unaona ukiingia kwa nyumba yao imejaa chemist. Unakuta madawa imejaa. Unasema Yesu sikutaki. Haleluya. Mimi nataka hizi madawa. Haleluya. Unaambia Yesu sikutaki. Mimi nataka umasikini. Mimi sikutaki wewe Yesu. Mimi niko na baba yangu shetani, ambaye ako kinyume na mapenzi ya Mungu. Ukiona mtu anapinga neno la Mungu, ukiona mtu anasuia watu kufanya mapenzi ya Mungu, kama wewe si wa Mungu, basi wewe wa shetani. Haleluya. Kama utaki kuona watu wakienda kusikia neno la Bwana, kuna yule ambaye unatumikia ambaye ni shetani. Wewe ni mwana wa shetani. Na ni lazima usaidie baba yako kazi, ili kupinga injili ya Bwana. Haleluya. Amen. Kama leo imekuwa ngumu, Ndatawa Yesu. Amen. Ni lazima nikwambie ukweli. Wewe ambaye unatumika, pasipo wewe kujua, hiyo damu ya hiyo mtoto utalipa. Inaweza kuwa huyo mtoto angekuwa mtumishi wa Mungu, na ameitwa na wito wa Mungu, lakini wewe umemzuia kufanyika kenye Mungu alitaka. Hiyo damu utakuja kulipa. Hiyo damu utailipa. Upende usipende. Na ninakuombea uende kwa haraka. Uende kwa haraka. Uende ukutane na Mungu mbinguni. Wacha kudharau na kupuuza neno la Mungu na watumishi wa Mungu. Haleluya. Amen. Kila usia lazima aondoke, watu wa Mungu waone Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Halo. Natawa Yesu. Amen. Amen. Ninataka kusomewa katika kitabu cha Luka 15. Niende somo Luka 15. Nataka kuzungumzia kurejesha kondoo. Niende kunenea kutunga malondo ama kutafuta kondoo ya Bwana Yesu. Kana kumanda malondo ma Yesu Kristo. Hiyo ndio Mungu aliniambia nikuja nimalize nayo, juu nilianza nayo. Tuni choga hiyo ndio mimi nachoa. Ndatawa Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Haja yake ni kondoo wake.
kipato wake ni malondu, kurejea katika zizi lake, kusoka choni amen chake. Nisomewe Luka 15 mstari wa kwanza. Luka 15 mstari wa mbele. Luka mtakatifu 15 mstari wa kwanza. Basi watoza ushuru wote na wenye dhambi walimkaribia ili wamsikize. Alama umazia koti au koti kana alame kana matengeye mamwetukizie. Mafarisayo na waandishi wakanungunika. Mafarisayo na waandishi wakanungunika, wakisema mtu huyu wakaribisha wenye dhambi tena hula nao. Haleluya! Mtu huyu anakaribisha wenye dhambi na anakula pamoja na wao. Akawaambia mfano huu akisema, ni nani kwenu mwenye kondoo 100 akipotewa na mmoja wapo? Ni nani mwenye kondoo 100 akipotewa naye mmoja? Asiwaache wale 99 nyikani. Asiwaache wale 99 katika nyikani. Aende kumtafuta yule aliyepotea amwone, ili aweze kutafuta mrejeshe. Naye akisha kumwona umweka mabegani pake akifurahi. Wakati anapomwona anamweka katika mabegani mwake anafurahi. Afikapo nyumbani kwake huwaita rafiki zake na jirani zake. Huita rafiki wake na majirani wake. Akawaambia, furahini pamoja nami. Kwa kuwa nimekwisha kumpata kondoo wangu aliyepotea. Na kuambia vivyo hivyo kutakuwa na furaha mbinguni. Kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubuye. Kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja wakati anapotubu. Kuliko kwa ajili ya wenye haki 99 ambao hawana haja ya kutubu. Kuliko wenye dhambi ngapi? 99 wasio tubu. Bwana asifiwe. Amen. Huyu ni Yesu anaongea na Mafarisayo. Huyu ni Yesu kuna na polisi. Ndatawa Yesu ananena na Mafarisayo. Ananena na polisi. Wakati Mafarisayo walikuwa wananungunika. Ila Mafarisayo nyungunyasi. Kwa ajili ya huyu Yesu. Kondwa Yesu. Wanasema mbona huyu jamaa Manasi hapana mungu yule anakaa na watosha ushuru na wenye dhambi. Mbona hekala na mnyama koti na alama hekana yeye. Na tena anakula pamoja na wao. Tunaingia eno na mo. Bwana asifiwe. Yesu akajibu akawaambia. Yesu amasongea bete. Haleluya. Haleluya. Akawapea mfano wa mchunga kondoo. Ngangele kado ya mwebi. Akawaambia ya kuwa mtu akipoteza kondoo moja. Kwa kondoo 100. Kwamba londu ya na yumwe. Ataacha 99. Akatia miongo 99. Aende ile moja iliyopotea. Abia kamanda ni yule mmoja ye. Na wakati ameshaipata na abino yona ye. Anaiwekelea kwa furaha kwa bega yake. Adile la ichone siake no tanu. Anaipeleka nyumbani mwake. Aliitoa mosi kwake. Anafurahia. Eno tanu. Haleluya. Amen. Anaita hata majirani wake. Onayeto na tui. Ili wafurahie na washangilie. Nika namba 5 pamoja. Amepata kondoo yake moja ambayo ilikuwa imepotea. Mungu ni londi yake mwana ni wao. Hakuwa naacha na 99. Ndio na hata na hapo kenda. Ambaye alikuwa nayo. Yule nayo. Lakini haina haja ya kutubu. Lakini haina hata wakumbula. Haleluya. Amen. Lakini ako na haja na moyo mmoja. Lakini hena hata na ngoo oyumwe. Ambaye iliyotubu. Ile kumbula. Kondoo. Ndiye Ni washirika. Kondoo ni wa Kristo. Ni ya Kristo. Bwana asifiwe. Amen. Mchungaji naye ni Yesu. Na kenwebi ni Yesu. Bwana asifiwe. Neno la Bwana linasema wakati kondoo ya Bwana Yesu anapotea mmoja. Na ila ilondi ya Yesu
anaendaga na yale 99. Aenda katia miongo kenda na kenda. Anaenda kutafuta hiyo kondoo moja iliyopotea. Aidiko na ndoloni yule mmoja huyo. Hii kondoo iliyopotea Bwana Yesu ina maana mingi kuliko hawa 99. Ilondi yule mmoja huyo pata mloko malondo ya miongo kenda na kenda. Hii kondoo 99. Malondo ya miongo kenda. Neno la Bwana linasema washirika ambao wako kwa kanisa, ni Wakristo ambao wako kwa nyumba ya Bwana, ambao wanaabudu mahali pale, ambao wanasifu mahali pale. Bwana asifiwe. Lakini hawana haja ya kutubu, kujua wanajua Mungu, kumuinua wanajua kumuinua. Haleluya. Mungu lako mi wanatoa nesa. Shukrani wako sawa. Kitu ikitajika ya madhabahu wako sawa. Lakini wako na shida moja. Hawana roho ya kutubu. Hawana roho ya kutoka kwenye dhambi. Wanafanya kazi katika kanisa lakini wamekataa kutembea na matendo ya Bwana. Kuna haja na wale na yule mmoja ambaye iko na tayari kutubu, ambaye iko tayari kutoka kwa dhambi na kurejea katika upendo wa baba yake. Wapendwa, mungejua maana ya kondoo. Bwana asifiwe.